twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa na kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, mnywe nyote katika hiki, kwa maana hii ni damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ibada hii ya meza ya Bwana, ibada takatifu ambayo wewe uliasisi miaka 2000 iliyopita. Naomba Baba, tunapoenda kushiriki ibada hii, ushuke mahali hapa, ukaifanye ibada hii kuwa halisi na agano hili kuwa halisi katika maisha ya watu wako. Umefanya agano na wanafunzi, ukafanya agano na kanisa, lakini pia ukatuagiza tukumbuke haya mpaka utakapokuja. Asante Baba, jina lako libarikiwe, ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Meza ya Bwana ni maelezo yake ni jambo rahisi tu. Meza ya Bwana wengine wanaita sakramenti, wengine wanaita komio, wengine wanaita meza ya Bwana. Ni jambo lile lile, lakini kwa mtazamo tofauti tu wa watu na majina walioyaita. Ni jambo lile lile. Meza ya Bwana ni kikombe na mkate, na mkate unawakilisha mwili wa Yesu, lakini pia divai inawakilisha damu ya Yesu. Na tunaposhiriki mambo haya, tunashiriki, ili ni jambo la kiroho na wala sio tu jambo la kidini. Ni jambo la kiroho ambalo liko kwenye maandiko, sio utaratibu wa kanisa tu. Hapana, ni jambo ambalo ni la kiroho, na mwasisi ni Yesu mwenyewe. Aliasisi jambo hili, ili kuna mambo mawili makubwa ambayo yako kwenye hili. Jambo la kwanza ni kufanya maagano na Yesu. Yesu alifanya maagano na wanafunzi wake kabla hajaondoka, na alifanya agano na wanafunzi wake hata na kanisa kwa namna ya kutoa mwili wake, lakini kwa namna ya kutoa damu yake. Kwa hiyo unapokunywa kile kikombe cha damu ya Yesu, unafanya maagano na yeye kwamba mimi ni wako, wewe ni wangu. Mahali popote ambapo watu wamefanya maagano ya damu, kuchanjiana damu, kuvunja agano hilo ni jambo gumu sana, itakugharimu. Na ndicho alichofanya Yesu. Amefanya agano na kanisa kwamba kanisa ni watu wake na yeye ni Bwana wa kanisa. Jambo la pili ambalo liko kwenye meza ya Bwana, akasema mfanye hivi ili kunikumbuka, ili kukumbuka mauti yangu, kwamba niliwahi kufa kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunapotumia meza ya Bwana, tunakumbuka mauti ya Bwana, kwamba aliuawa kwa ajili yetu. Hii inatuweka katika maagano ya kukumbuka damu yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ya muhimu sana ambayo tunapaswa kuyakumbuka na tunapaswa kuyafanya, na ingewezekana ni karibu kila mwezi. Lakini kwa sababu ni jambo la kumbukumbu, tukasema hata kama miezi 2 au 3 bado sawa tu. Lakini kiukweli Yesu alifanya hivyo ili wanafunzi wake wamkumbuke. Tena anasema mkumbuke mpaka nijapo. Anasema mtakunywa damu, mtakula mkate kama mwili wangu hata nijapo. Sasa leo kanisa la PRC tunaingia kwa upya kwenye agano hili mwaka 2026. Tunaingia kwenye agano na Yesu kwa mara nyingine tena. 2023 tuliweka, 24 tuliweka mara kadhaa, 25 tukaweka mara kadhaa, lakini sasa kwa sababu ni mwanzo wa mwaka, tunaenda kuweka agano na Bwana Yesu kwamba tutakutumikia, tutajitoa kwako, tutafanya kazi na wewe. Bwana asifiwe. Na wakati huu sasa ni wakati wa kwenda kufanya agano na Bwana Yesu. Lakini kanuni iko hivi, taratibu iko hivi. Kanuni iko hivi ya kushiriki meza ya Bwana. Kanuni ya kushiriki meza ya Bwana, mara nyingi watu wamesema kwamba wanaostahili kula na kunywa meza ya Bwana, lakini Biblia haiweki hivyo.
Biblia inasema usiitumie isivyo stahili, kwamba meza ya Bwana watu wote wanaruhusiwa kutumia, lakini usitumie isivyo stahili. Kuna makanisa ambayo hawawapi meza ya Bwana watu ambao si wa dhehebu lao, lakini kanuni haiko hivyo. Meza ya Bwana hutumiwa na watu wote ambao ni mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Hii ni open service, yani ni huduma iliyo wazi, haitegemei dhehebu. Kinachoangaliwa huyo mtu ameokoka, yuko sawa sawa, ndio sababu ikawekwa isivyo stahili. Sasa wewe ndio unajua umeokoka hujaokoka, ni mwenye dhambi si mwenye dhambi. Sasa huko ndiko kutumia meza ya Bwana inavyostahili, kwamba mtu ni mtakatifu anaenda mbinguni. Bwana asifiwe. Ni mtakatifu anaenda wapi? Mbinguni. Lakini meza ya Bwana huwa watoto hawashiriki. Watoto hawashiriki. Washiriki watu ambao akili yao imepevuka, lakini wasafirio kwenda mbinguni. Utumie inavyostahili. Inavyostahili kwamba umeokoka, huna dhambi. Na ndio sababu baada ya muda nitawapa nafasi ya kujihoji. Tapata dakika kama 5 ya kujihoji. Mtu aangalie ndani ya moyo wake kama yuko sawa sawa. Na Biblia inasema kwa wale ambao wametumia isivyo stahili, wengi wamelala. Maana yake ni wagonjwa, kwa sababu wametumia meza ya Bwana isivyo stahili. Sasa kwa sababu wametumia isivyo stahili, wamepata madhara. Lakini meza ya Bwana inatakiwa itumiwe na mtu ambaye yuko vizuri, ameokoka, anasafiri kwenda mbinguni. Kama hujaokoka sawa sawa, tulia. Maana tutakuwa nayo mwezi ujao tena. Tengeneza mambo yako. Sasa kama kuna mtu anatengeneza mambo yake, atengeneze pia sasa hivi, kabla ya kuja hapa mbele. Na utaratibu, tutaweka meza ya Bwana mahali hapa. Mzee mmoja atasimama hapa, wawili watasimama, mmoja na mkate na divai, na mwingine pale. Kwa hiyo tutatoka huku, unakuja kuchukua na kugeuka polepole. Ndio sababu nimeweka praise team hapo, kwamba wakati nyewe mnachukua mnazunguka, wao watakuwa wanatuabudisha. Kwa hiyo ni kuwepo kwenye uwepo wa Bwana. Tunakuwepo kwenye uwepo wa Bwana. Sasa kama ni hivyo, naomba wote tusimame. Ni wakati wa kujihoji. Kila mtu ajihoji. Tulia mbele za Bwana. Angalia ndani ya moyo wako. Kama kuna vitu ambavyo haviko sawa, tubu. Sema maneno machache: Yesu nisamehe, nitakase, nisafishe. Yesu atakusamehe. Inamisha kichwa chako. Tulia mbele za Bwana. Na kupa dakika chache ya kunyamaza na kujikagua. Wakati huu ukiwa umejikagua, kama kuna wale mbweha wadogo wadogo umewakamata na kuzitubia zile dhambi ambazo zikuzingayo kwa upesi, wakati huu sasa nitakaribisha praise team. Wakati wazee wanajiandaa na kuchukua vyombo vya meza ya Bwana, naomba wazee wawili wachukue meza ya Bwana, wasimame pale, na wawili pale. Utaka
laini hii nayo ije, hii nayo laini mbili hizo unachukua unarudi. Bwana Watoto wote twendeni darasani. Watoto twendeni darasani. Watoto mnaweza mkaenda darasani. Watoto wote nendeni darasani watoto. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo. Msifu Bwana na kwa hiyo nimepata utakaso. Viumbe vipya naona damu lina nguvu. Imeharibu ovu iliyodhulumu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu. Na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Ni neema ya ajabu kupa wanadamu. Na Bwana Yesu kumjua Yesu wa msalaba. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo. Namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Simame sasa kwa kuheshimu meza ya Bwana, kiwa umeshika kikombe chako na mkate. Hapa pia wapewe praise team na wachungaji huku, kila mmoja awe nayo mkononi. Yesu yuko mahali hapa, na tunaposhiriki
tunashiriki katika uwepo wake. Tunaenda kushiriki katika uwepo wa Bwana. Tukiwa tayari, kila mtu amepokea mkate na divai mkononi mwake, tunaenda kushiriki sasa. Napoenda kushiriki, sema maneno haya: nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu, na tule mkate. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, mnywe nyote katika hiki, na tunywe kikombe. Sasa mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Shukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Asante Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Tunakushukuru kwa sababu ya mwili wako na kwa sababu ya damu yako. Umetuagiza na sisi tumetii. Hii ni agizo lako Bwana. Asante Baba kwa sababu umetupenda. Hakuna Mungu kama wewe, haufananishwi. Wewe ni Mungu mbinguni, ni Mungu wetu mwenye nguvu. Pokea sifa na utukufu na heshima na bashanda bakota na basakara babababababababazakara baba. Oh, rikarabazakara babarabazakara babarabashanda bako. Ni tendo ilioje Baba, watu wako tushiriki mwili wako, tushiriki damu yako Baba. Ni upendo ulioje Baba, upendo ulioje Baba, upendo wa ajabu Baba, upendo uliotutendea Baba. Shukuru Baba. Pokea sifa na utukufu. Warabashanda rabakota basakara babarabazakara barabazakara barabashanda rabako. Istarabazakara barabashanda barabazakara 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 barabashanda rabako. Oh, ni upendo wa ajabu, ni furaha ya ajabu, ni matendo ya ajabu, matendo ya ajabu, maajabu juu ya maajabu Bwana. Wanadamu kuwashirikisha damu yako, wanadamu kuwashirikisha mwili wako Baba. Pokea sifa Baba. Rabashandara bakota rabazakara barabashandara bako. Nikara papa 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 rapa papa rabazakara papa barabasiti rapa papa rabazakara papa baba. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili Baba. Ulikufa msalabani, ulimwaga damu yako kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zetu, ukatupa ondoleo la dhambi kwa sababu ya damu yako. Pokea sifa Baba, pokea heshima Baba. Rabashanda rabakota bazakara baba rabazakara bale rabashanda baba. Oh rababa rabazakara bale rabashanda baba rabazakara bale rabashanda bako. Is the rapo sikara baba rikara basa.